nakuwa subscribed. Ikuwe rahisi tupate kwa urahisi. Na kando na hayo, wataalamu wa masuala yanayohusu mabadiliko ya hali ya anga wanasema ipo haja ya kuweka mikakati ili kupunguza uchafuzi wa hewa, wakisema kwamba hali hiyo inachangia zaidi ya vifo milioni 8 duniani kila mwaka. Kulingana na utafiti wa taasisi ya mazingira ya Stockholm, yani SEI, zaidi ya watu milioni 1 hufariki kutokana na magonjwa yanayohusiana na uchafuzi wa hewa, huku wito ukitolewa kwa serikali kuweka sheria za kukabiliana na hali hiyo. Aidha, ripoti ya KEMRI ya mwaka 2022 inaashiria kuwa zaidi ya Wakenya 23,000 hufa kila mwaka kutokana na moshi unaosababishwa na mafuta na taa za kuni. Mkurugenzi wa taasisi ya SEI, Philip Osano, amesema ipo haja ya Kenya kuwekeza katika nishati mbadala ili kusaidia zaidi na kina mama katika kama takriban 600,000 barani Afrika wanaotumia kuni na makaa katika hali ya kupikia. Currently in Africa, about 900 million people lack electricity. About 600 million women cook using firewood, and that is actually a big problem for, it causes air pollution, it causes a lot of respiratory illnesses to women and children. During the dry season, vegetable in our area in Western was not a problem. But now it's becoming a problem because those areas where we could comfortably plant vegetables have been invaded by this monster called the eucalyptus tree. So that is my call to NEMA for them to act. And also the administration, the NGAOs, to take up their place so that they can identify these trees, and those people given an ultimatum to remove those trees. All of us know that because of climate change, we have had serious heat waves, drought, floods that we experience as a country, and therefore we need to take proactive action in making sure we mitigate that, not only for ourselves, but for